Watu saizi ambao wanamfuata Kanyari saizi, wanaokula hiyo nyama, watamutumikia Kanyari miaka yao yote. Watakuwa kwa watumwa wa Kanyari miaka yao yote. Kwa sababu amewaingiza kwenye maagano. Hata waite mbwa, mnasemanga yes sir. Hata anasema kuja fungueni mdomo ni wakojole, hata mtafungua. Yes. Huyu dada anaitwa Reverend Natasha. Akisema ya kwamba amekuja na pembe akaweka mafuta ndani, na akasema kwamba mtu yote mwenye anataka kumwagiliwa mafuta ya pembe aje na $150. Kisha ile occasion watu wanachinja wanyama, alafu mnakula pamoja kwenye hiyo occasion. Hapo hizo ndio zinaitwa covenant. Mambo vipi? Karibu tena hapa ndani ya Wanashims Media KE, tukiwa hapa located katika mji mkuu wa Kenya, the capital city of Africa, yani tuseme Nairobi, Kenya. Now tumeweza kukutana tena na Pastor Yohana baada ya the last interview, na kuna mengi sana ambayo Pastor Yohana ako nayo, na anasema kwamba lazima atuambie, na yamekuwa yakimkera sana. Wengi tunamjua Bishop, I don't know is it Bishop Natasha ama Pastor Natasha ama spiritualist Natasha. Mambo vipi Pastor? Si tu Pastor Natasha. Nasema yule ambaye tunamzungumzia. Reverend Natasha. Anaitwa Reverend Natasha. Okay. Yes. So mambo vipi Pastor? Niko poa, nashukuru Mungu. Pastor, kuna hili jambo ambalo niambia limekukera sana, na unataka kuzungumza kwenye mtandao wa kijamii, ukomeshe hizi tabia za mapasta kuwaibia wafuasi wao. Hebu tueleze Pastor. Karibu ndani ya Shims Media. Asante sana. Nashukuru Mungu kwa neema yake. Mimi ndio Bishop wa kanisa la Soul Winning and Healing Ministry. Na watu wote huanga wanauliza, sasa wewe tukuite bishop ama tukuite pastor ama tukuite apostle? Mimi ni bishop, ila kwamba ukiniita pastor mimi sitakasirika, kwa sababu title sio ile ambayo inalete kitu kinaitwa anointing ama mwito. Mwito Mungu analete tu hivyo nilivyo bila title. Mimi nilitwa hivyo, sikuitwa na title. Title huwa inakuja tu. So ukiniita pastor, unita brother, I'm okay. So kuna kitu ambacho ningelitaka labda tuongelee, maana Kenya kumekuwa na watapeli wengi in the name of kuhubiri. Nao mtu anapotoka tu kidogo, anapoanza huduma kidogo, anatoka anaenda Nigeria, anaenda pia anachukua kule vinyago kule, anakuja anaanzisha huduma mara moja. Huduma unakuta mtu ameanzisha huduma na within 1 month anakuwa na watu 10,000. Najua kwamba kazi ya Mungu anayeifanya yenyewe huwa inajikuza na inachukua muda wake, kwa sababu kunaona katika kazi ya Mungu kuna wakati ambao kujaribiwa na Mungu katika huduma. Kuna wakati wa kujaribiwa na Mungu katika huduma, Mungu aone kama hiyo huduma yako iko sawa. So unapojaribiwa na Mungu, basi Mungu anakupeleka step by step, kisha anakuja anakuinua. Lakini unapokuwa tu huduma imeanza mwezi moja, umefika watu 10,000, lazima kwanza kaa chini, uchunguze na ufikirie kabisa hii huduma imetoka kwa Mungu ama imetoka kwa shetani. Hapo Maandiko yanasema kwamba njia ya kuzibuni ni njia pana, na wengi wanapitia, na njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba mno. Kwa kweli unapoangalia siku hizi kwamba watu hapendi mafundisho ya ukweli. Unapoanza kufundisha mafundisho ya kweli, watu watakukimbia, wataanza kusema kwamba wewe hauna Mungu. Lakini ukianza na vituko na sarakasi na kuuza maji na kuuza nini na kuuza vitambaa na kufanya sarakasi zingine zote na kupora watu kanisani na kupanda mbegu, basi kanisa litajaa hivyo. Jambo la kwanza, mimi sikatai kwamba watu wanapokuja na panda mbegu hawatendi miujiza. Wanatenda miujiza tu, kwa sababu jambo la kwanza, hata waganga wanatenda miujiza. Maana unapoangalia wakati ule ambao Musa aliweka fimbo yake ikawa nyoka, hata waganga waliweka fimbo zao zikawa nini? Nyoka. Kwa hivyo hata waganga wanatenda miujiza, lakini tofauti ni hii. Muujiza wa Mungu huwa ni wa kudumu, lakini muujiza wa waganga ni wa muda mchache. Hivyo ndivyo uliona kwamba ile fimbo ya Musa iliweza kumeza zile nyoka zingine
zote, kwa sababu ni fimbo ya kudumu, kwa sababu muujiza wa Mungu ndio kudumu. So miujiza mingine ambayo watu wanakimbilianga ya haraka haraka, unakenanga unatendewa muujiza wa haraka haraka, lakini baada ya muda mrefu utateseka, muda mrefu sana, utateseka miaka mingi sana, na wengine mpaka nyota zao zinachukuliwa za maisha, wengine mpaka hata unakuta kwamba alikuwa kwenye ndoa inaisha, wengine unakuta kwamba huyu mtu alikuwa maisha ameinuka sana, lakini anarudi chini, kwa sababu kile huo kinafanyika kwamba unakuanga brainwashed. Haya maji mnaenda kunyunyiziwa kanisani, watu wanakuambia kwamba haya maji yanako na anointing, na mimi nitawaambia kwamba ni uongo mtupu. Damu ya Yesu peke yake. Kuna kitu ambacho Yesu alituachia, jina la Yesu na damu yake. Unasikia? Damu ya Yesu. Unaposema tunakuwa protected by the blood of Jesus. Hatukui protected kwa sababu ya maji. Hatukui protected kwa sababu kupitia kwa mafuta. Hatukui protected kwa sababu ya vifagio na mchanga na nini. Yes. Tunakuwa protected by the blood of Jesus. Naam. Na tunajua kwamba jina ambalo limepita majina yote ambayo Yesu alituachia ni jina la Yesu. Kwa hilo jina linatenda miujiza. Mimi mwenyewe nilipokuwa kwenye wheelchair, sikumwagiliwa maji, sikupuliziwa kwenye microphone nianguke chini. Jina la Yesu peke yake liliniponya. Katika jina la Yesu nikasimama na nikatembea na nikaanza kuhubiri katika jina la Yesu. Okay. Nimeombea watu katika jina la Yesu wamepona. Nimeombea watu katika jina la Yesu wamefunguliwa. Sijawauzia maji, sijawapulizia kwenye microphone wakaanguka, sijachukua fimbo nikainua chini wakaanza kuanguka. So tunapoangalia siku hizi kuna watu wako kwenye biashara. Tunapoangalia juzi ambavyo imetendeka, nimeona kwenye klipu nyingine kwamba kuna huyu dada anaitwa Reverend Natasha. Akisema ya kwamba amekuja na pembe akaweka mafuta ndani, na akasema kwamba mtu yote mwenye anataka kumwagiliwa mafuta ya pembe aje na $150. 1,500, ndio? Na hiyo ni dollars. So hii ni kumaanisha kwamba hiyo ni shilingi 1,150. Uende upokee nini? Muujiza. So swali tunauliza hivi, enyi watu wa Mungu, kwani nyinyi mmekuwa na upumbavu wa aina gani mnaenda kununua miujiza? Muujiza haununuliwi. Yesu akasema nawapa bure, nanyi mpokee, mpeane bure. Huu muujiza wa kununuliwa unatoka wapi? Ati kwamba wewe unapeleka shilingi 1,150 utendewe muujiza, umwagiliwe mafuta. Na kwanza, jambo la kwanza, elewa mambo ya pembe. Pembe, wanaotumia pembe ni waganga na wachawi. Kwa hivyo mchungaji anayetumia pembe, jihadhari sana. Mchungaji anayetumia pembe kanisani alafu anaweka mafuta kwenye pembe anamwagilia washirika, huyo ni mchawi namba moja. So kulingana na wewe, Natasha ni mchawi nambari moja. Huyo ni mchawi namba moja. Mtu anayechukua pembe, na hiyo pembe kwamba anaweka nani mafuta kisha anauza yale mafuta, anauzia watu kwa shilingi 1,150, huyo ni mchawi namba moja. Mchawi wa ajabu. Na watu wengi saa hizi wanakuwa brainwashed na hawajielewi. Kwa sababu jambo la kwanza, naongelea habari ya kuwa brainwashed. Napoangalia saa hizi almost watu kanisani siku hizi unakuta karibu 80% ya kanisa wamekuwa brainwashed. Yule mtu anendanga pale akiwa na mali yake, baada ya kumwagiliwa yale mafuta, na wengine hata wanakunywa yale mafuta. So inabia mtu kama unakunywa anointing, wewe unapokunywa anointing, wewe na unafikiri na mtu ambaye ameruka kichwa kwa tofauti, kwa sababu anointing na mafuta ya kupika, yale mafuta yanaitwa nini? Olive oil. Wacha nikwambie kitu kimoja, unaweza pika naye mboga na hivi na upikie kama mafuta mengine ya kawaida. Kama utachukua mafuta yale ya kupika mboga na unywe, kitu utakachofanya tu ni kuendesha, utaendesha. So na ukishaendesha utaniambia kwamba mapepo yametoka? Hapana. Na mtu anakuambia kwamba utakapo kunywa hii utaendesha na mapepo yote yatatoka. Kwa nini? Maanisha kwamba tumbo yako ni mapepo. Kwa hivyo namaanisha hii chakula watu wanachokula chote ambacho kinafanya watu wanakuwa na nini na mapepo. Ati ya kwamba wapatiwe mafuta waende wakule
wakunywe, waendeshe. So unapokuta mtu anachukua pembe, anaweka mafuta ndani, kisha anayauza mafuta yale, yeye na mganga hawana tofauti. Na watu wamegangwa sana na wachungaji. Watu wamegangwa sana na wachungaji. Na naposema kwamba kugangwa na mchungaji, ukitaka kujua mtu amegangwa, ni mtu ambaye anaenda kwa kanisa la nini, la mganga, lakini macho yake yamepofuka. Unatoa sadaka ya kwanza, kisha unapomwagiliwa yale mafuta, from that chochote utaamuriwa utupeleke, utapeleka. Utaambiwa nenda uza gari, leta pesa, utaenda uze. Utaambiwa nenda uza shamba, upeleke, utauza, upeleke. Dakika ya mwisho utabaki wewe masikini hohe hai. Kuna mama mwingine alikuwa anazunguka kwenye mitandao, sijui kuna kanisa fulani, alienda akaambiwa atoe sacrifice, akatoa sacrifice mpaka akatoa zote milioni, sijui milioni 4. Sasa yeye ni masikini. Anazunguka. Namjua, anatoka katika hii familia ya Emilio Mwai Kibaki marehemu, aliyekuwa rais. Na mpasta, hawisi kwamba kila nabii ana mtindo wake. Ukimwangalia Yesu alikuwa anafanya miujiza kutokana na vitu ambavyo alikuwa anavipata pale, kwamba alibadilisha maji yakawa wine, akabadilisha samaki wawili wakalisha zaidi ya watu 5,000. Tunamwona Pastor Ezekiel pale anatumia maji, anauza maji ya chupa, anatumia vitambaa, anachukua kauzi. Tukimwangalia huyu komanda ana mtindo wake. Tukimwangalia sasa Kanyari, ambayo ataanza kutrend labda kuanzia leo ama kesho. Kanyari ameintroduce kwamba kanisani mwake kuna uchomaji wa nyama, na mshirika yote ambaye atakula hiyo nyama lazima kuna sadaka ambayo anaenda kutolea. Hebu tuzungumzie hilo swala la Kanyari kabla hatujaingia kwenye hii mada nyingine ya kila nabii ana mtindo wake. Kuna kitu ambacho nataka kuzungumzia, habari ya nyama. Kitu ambacho kinaitwa nyama sana sana unapoenda kwenye, wakati mwingine mumeenda labda kwenye occasion fulani, kisha ile occasion watu wanachinja nyama, wanachinja wanyama, alafu mnakula pamoja kwenye hiyo occasion. Hapo hizo ndio zinaitwa covenant. So hiyo ndio zinaitwa kule na generation altars na generation covenants. Maana hapo kwenye hiyo sherehe zenu, alafu kunatokea mambo ya kuchinja wanyama. Wanyama mnapochinja nini namwagika? Si ni damu? Ndio. Na mambo yanazungumzia nini kuhusu damu? Damu ya Yesu Kristo peke yake ndiyo inaondoa laana, inaondoa vifungo. Na mnapoenda kuchinja, ile damu inapomwagika pale, inaletwa kitu kinaitwa curse. Na hapo ndio watu wanaingia kwenye covenant mengi. Alafu mnapokula nyama kanisani, kwamba nyama wanachomewa kwenye ibada, kile ibada mnakula nyama kanisani. Nataka niwafungue macho. Hayo ni maagano mabaya sana, na hakuna mchawi mkubwa kama yule ambaye anawaingiza kwenye maagano kanisani. Mnapokula hiyo nyama, anawaingiza kwenye maagano. Na mnapokula hiyo nyama nyinyi wote, hakuna siku mtu ataongea kinyume na huyo mchungaji wenu. Hata apotee, hata waite mbwa, mnasemanga yes sir. Hata anasema kuja fungueni mdomo ni wakojole, hata mtafungua. Yes, tuko hapa. Kwa sababu amewaingiza kwenye covenant nyingine ambaye hamtajitoa mpaka kufa kwenu. Inamaanisha nyinyi mtakuwa watumwa wa ule mtu miaka yenu yote. Mtamtumikia nyinyi na watoto wenu na uzao wenu miaka yote, na atakuwa kama Mungu kwenu. So watu saizi ambao wanamfuata Kanyari saizi, wanaokula hiyo nyama, watamtumikia Kanyari miaka yao yote. Watakuwa watumwa wa Kanyari miaka yao yote. Kwa sababu amewaingiza kwenye maagano. Ati ya kwamba anachoma nyama kanisani. Anachoma nyama kanisani. Kisha unapokuja kukula hiyo nyama, unatoa sadaka fulani. So inamaanisha kwamba you have already connected yourself na nini? Na hiyo altar. Na hiyo altar ya maagano mbaya.
umekuwa connected na ile altar ya vifo, umekuwa connected na ile altar ya cancer, umekuwa connected na ile altar ya premature death, umekuwa connected na ile altar ya rejection. Yani unakuta sasa watu wanapokuwa connected, maisha yao yote yanakuwa ni maisha ya kuisha usha. Naongoja uone venye watu wataanza kufa kwa hiyo kanisa. Maana wengi tayari. Ukiangalia pale kwa comment section kwa hiyo video ya Kanyari ya kuanza kuchoma nyama na kupea wachungaji washirika wake, watu wameweza kuongea sana, wakasema ile ni kafara inafanyika pale, anatoa watu kafara. Like wakimaliza kukula nyama, ile mifupa yenye washamaliza kukula inachukuliwa inapelekwa mahali. Watu wakaweza kuongea sana, wakasema hiyo ni mambo na Freemason. Sasa nataka utufanue kabisa, ni wanachukua ile mifupa wanapelekea watu wa Freemason ama inakuwaje? Kuna kitu kimoja ningependa niwaambie. Nao hii ni nyama, si ndio mnakula? Hii ni nyama mmetengenezwa mkakula. Tayari mmeingia kwenye maagano. Na maagano yote yanayofanywa, nimewambia kwamba maagano yote yanayofanywa kinyume na neno la Mungu ni kama uchawi. Na uchawi na Freemason tofauti iko wapi? Mchawi ni mchawi. Mchawi ni mchawi. Freemason tu ni katika sasa ile hali ya undani kabisa. Lakini mtu hata kama ni mchawi, yeye na Freemason hawajawachana. Lakini Freemason tu ni jina kubwa la wachawi duniani. Freemason ni jina kubwa la waganga duniani ambao wamefika kiwango kikubwa sana cha kutumia sasa ambao ni wamejitoa hadharani kuwa Freemason. So ile mifupa inapochukuliwa, ile mifupa inaendaga inatengenezwa, kuna vitu inaendanga inatengenezwa ama inasiagwa. Inaposiagwa inafanywa labda kuna maagano fulani, na hiyo powder hiyo powder inatoka kwenye hiyo mifupa hiyo. Hiyo powder hiyo ndio unakutaga sasa kuna vile inatengenezwa spray fulani. So unapoingizwa kama kule kwa room huko, unakuta unapokushika naye hivi, unapokushika hivi, wewe unachanganyikiwa maishani mwako. Utamwabudu maishani mwako. Chochote ulicho nacho utampatia maishani yako yote. So mahali pale ndio nasema kwamba kama kuna mtu ananisikiza saizi, na wewe uko kwenye kanisa la Kanyari, jua wewe na yule kondoo ambaye anaenda kichinjioni muko kitu kimoja. Maana hapo hakuna life, sasa ni death. Na maonyesha wasi kwamba yeye ni mtu ambaye amekuwa kitoa kafara watu. So watu ambao mnapoenda pale saizi, naomba fungukeni macho. Lakini kama utapotea kwa kupenda kwako, hautasema hukuambiwa. Na kuambia na kuonya tena. Maana nyama kwenye madhabahu, hiyo ni kafara. Hiyo ni maagano, mnafanya maagano ya kishetani kwenye madhabahu. Na umeangalia zile tabia ambazo yule mchungaji amekuwa nazo, ama ndamuita brother tu. Ina tabia ambazo yule brother amekuwa nazo hata kwenye TikTok ya kuoshwa miguu na wadada kwenye madhabahu. Wanampaka mafuta kwenye madhabahu, kwenye miguu yake. Unaona kwamba huyo mambo hata nikuchangia tu ukahaba kwenye madhabahu. So unakuta kwamba ni kanisa lililooza. Kanisa ambalo Mungu aliondoka kitambo kabisa, na kwa sababu wale watu wako pale wamekulishwa kiapo, wameingizwa kwenye maagano. Hata mtu aambie msirika wa Kanyari atoka, siwezi toka, kwa sababu tayari ameingizwa kwenye maagano. Na tayari alafu wanazidi kufanywa maagano mengine ya nyama, wana graduate. So jaribu mwambie atoke huko, atakuua. Kwa sababu tayari sasa yeye amefanywa maagano ya kiapo cha juu kwamba mimi na wewe hatutawachana mpaka kifo. So ni maagano ya kiwango cha juu. Wengi wanasema kwamba mambo anayafanya Kanyari yeye sio mwanzilishi, kwamba yalianzishwa na mamake mzazi. Unalizungumziaje hilo? Nasemanga mtoto wa nyoka ni nyoka. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Na jambo la kwanza, hakuna sumu ya nyoka mdogo na nyoka mkubwa. Sumu
ni sumu. Yule nyoka mkubwa akikung'ata, sumu itaingia, na kale kanyoka kadogo akikung'ata, sumu itaingia. Kwa hiyo mtoto wa nyoka ni nyoka. Mama yake alianza hivyo na akatapeli watu hivyo hivyo, anawadanganya, anaombea ugonjwa ukimwi na akawa hivyo hivyo. Sasa hiyo ndio njia ambaye Kanyari amefuatia, njia ya mama. Kama mama alikuwa mchawi na amefuatia njia hiyo ya nini? Ya kichawi. So watu wa Mungu, fungukeni macho. Hizi ni nyakati za mwisho. Ni nyakati ambazo watu wanafaa kuomba, kufunga na kuomba na kusoma neno la Mungu. Na watu wengi amchua hawasomi neno la Mungu, wanaamka tu asubuhi hivi na kukaa chini, vijiji vyao vimekuwa brainwashed, wanaona tu wachungaji wao, wanaona tu wale manabii wao. Na jambo la kwanza napozungumzia habari ya nabii, kwa sababu mimi nina kipawa cha apostolic, kipawa cha apostolic. Mimi ninafunza, mimi ni mwalimu, mimi natoa unabii, mimi nina word of knowledge, lakini vyote vinafanya kazi kwa kadri moja. Lakini iwapo kuna nabii lazima awe chini ya mchungaji. Na nabii ambaye anafanya kazi kivyake bila kuwa chini ya mchungaji, basi anapotosha watu. Kwa sababu wengine ndio wanaanza kutabiria watu mambo maovu. Wanakuambia Mungu ameniambia ni uachane na mke wako, Mungu akaniambia sijui mzee huyo mume si wako, na huyu mke si wako. So unakuta watu, ndoa zinaanza kuvunjika, maisha yanaanza kutapakaa. Waliokuwa wameolewa wanakuwa single, waliokuwa wameoa wanakuwa mabachelor, kwa sababu ya unabii ambao hujatokana na Mungu. Hizi ni siku za mwisho. Kwa wale ambao tayari wameshaanguka kwenye mtego wa Kanyari, wameshakula nyama, ni kipi ambacho watafanya? Labda hawakuwa wameona interview hii, na baada ya kuona interview hii wangetamani kwamba waweze kuokolewa, waweze kunasuliwa kwenye mtego ambao tayari wameweza kuingizwa. Wewe kama mchungaji au kama nabii, unaweza ukawaambiaje wafanye nini? Watafute mtumishi wa Mungu. Tafuteni mtumishi wa Mungu na muende mmwambie kwamba mmekula nyama pasipo kujua. Mmekula zile nyama pasipo kujua, na atawasaidia. Na pia kwangu ukiweza kuja, njoo, na kama utaweza nipigie kwa simu, tutaongea, nitakuombea hata kwa simu. Manake watu walio Uingereza kule, walio Canada, walio France, walio sehemu za Germany kule, UK na sehemu nyingi ulimwenguni, mtu hahitaji kuja, anahitaji imani tu. Kuna watu nimeombea na Mungu akawifungua katika vifungo wanavyovipitia. Jambo la kwanza unahitaji imani. Si lazima hata uje mahali nilipo. Nipigie tu simu yangu na tuombe kwenye simu, basi nikusaidie, kupatie mwongozo wa kuvunja yale maagano, na utakuwa free na utakuwa huru kabisa, na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Nambari zako za simu mchungaji? Nambari zangu za simu ni 0722744672. 0722744672. Shalom. Shalom. Mungu awabariki. Asante.